Naam, ni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa Hyper PLC Investment Channel. Karibu tena katika kipindi hiki cha Tanzania Tuwekeze, kipindi ambacho kinakupa fursa wewe ya kuifahamu kwa ukubwa wake kampuni ya Hyper, lakini pia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika kampuni hii ya Hyper. Na kama ilivyo ada, huwa mara kadhaa nakuambia kwamba natumia nakala za CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi wa Hyper PLC. Lakini ilivyo njema siku hii ya leo, tunaye hapa katika ofisi zetu. Tumeweza kumkaribisha hapa ili aweze kuzungumza kwa ukubwa wake mambo kadhaa, lakini siku hii ya leo atazungumza hapa kuhusiana na mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Warren Buffett. Ni nani? Lakini pia amefanya nini katika historia hii ya masuala haya ya uwekezaji? Yote haya utapata kuyafahamu hapa kupitia CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi wa Hyper PLC. Karibu sana mkurugenzi. Asante bwana Elia. Naam. Nakushukuru sana, hongera kwa mapambano. Of course mimi nashukuru Mungu, tupo vizuri, lakini pia nikushukuru sana wewe na nikupongeze kwa kazi kubwa ya kutoa elimu kwa Watanzania kuhusiana na masuala haya ya uwekezaji. Kwa sasa wengi wanatuambia kwamba wanaifahamu vizuri Hyper kutokana na elimu ambazo unazitoa mara kadhaa. Na wewe naona umeshakuwa sasa mwanafamilia. Yeah, of course. Unashuka, lakini iko siku atakuita sasa wewe mwenyewe ni mwalimu wa uwekezaji. Naam. Sio kama umeshaanza kuwekeza na wewe sasa. Of course, kama ambavyo umeona kwenye mifano ambayo imepita, nimefungua account. Ni hatua mojawapo muhimu sana katika masuala haya ya uwekezaji. Bila kupoteza muda, mtazamaji wetu anatamani kufahamu sasa, kumfahamu kwa ukubwa wake huyu Warren Buffett ni nani, lakini katika historia yake amefanya nini katika masuala haya ya uwekezaji. Pengine anaweza akapata chochote kutoka kwa Warren Buffett. Karibu sana. Asante, nakushukuru. Niseme tu kwamba nakushukuru kunialika leo kuja kuzungumza moja kwa moja na watazamaji wetu, lakini wafuatiliaji wetu wa vipindi vya uwekezaji kupitia channel yetu ya Hyper Investment Channel. Na nimeona ni muhimu sana leo tujadili hili swala la huyu mwekezaji nguli duniani bwana Warren Buffett, ambaye anajulikana kama mwalimu wa uwekezaji duniani. Nianze tu kwa kusema kwamba huyu bwana Warren Buffett, rekodi yake ni katika masuala ya uwekezaji haijawahi kutikisika na haijawahi kutikiswa. Kwanza ameshawahi kuwa tajiri namba moja, yani kupitia uwekezaji Warren Buffett ameshawahi kushika nafasi ya tajiri namba moja duniani. Hii ni mwaka 2008 ambapo alikuwa na rekodi ya utajiri wa dola bilioni 62. Yaani utajiri wa dola bilioni 62 ambazo ukizibadilisha katika fedha ya Kitanzania ni sawa na trilioni 155. Yaani kwamba kuna wakati Warren Buffett aliwahi kumiliki uchumi unaotokana na uwekezaji kwa namna ambayo ana uwezo wa kuendesha bajeti ya serikali ya Tanzania miaka 5 mfululizo bila Mtanzania yote kulipa kodi, na serikali ikafanya mambo yote, majukumu yake yote ya matumizi na maendeleo, na Watanzania wakaenjoy maisha. Sasa huyu mtu ndio tunamzungumza leo, bwana Warren Buffett, ambaye nimeona kama wanafunzi wa uwekezaji wa Hyper ni vizuri sana tumfahamu huyu mtu, lakini pia ni vizuri sana tukafahamu kanuni ambazo yeye aliziamini na zikamwezesha hatimaye kuwa ni mwekezaji nguli na mwalimu wa uwekezaji duniani. Kwa hiyo bwana Upembe, hicho ndicho nataka nifanye kama utangulizi. Sasa nimebainisha kanuni 6, mambo 6 ambayo bwana Warren ameyataja kama msingi wa mafanikio kwa mwekezaji yeyote yule. Kanuni namba 1 inasema sio lazima uwe na elimu au maarifa ya masuala ya uchumi au fedha kuwa mwekezaji. Sio lazima, ikimaanisha kwamba kila mtu anaweza kuwa mwekezaji. Aidha ni mtu ambaye amesomea masuala ya fedha au mtu ambaye hajasomea kabisa masuala ya fedha. Lakini pia swala la elimu ni jambo ambalo halihitaji kuwa kikwazo kwa mtu yeyote anayetaka kuwa mwekezaji. Na hapa tunataka tutengeneze hizi kanuni kuwezesha kuwa mwekezaji mkubwa. Maana tukiongelea tu habari ya uwekezaji tutakuwa tunaongelea kitu cha kawaida. Lakini tunapomwongelea Warren Buffett, tunataka tukupeleke kwenye level ya kuwa mwekezaji mkubwa. Na mwekezaji mkubwa ni mtu ambaye angalau kwa kanuni zetu sisi tunasema utakuwa angalau unamiliki angalau 1% ya kampuni yako ambayo utachagua kuwekeza hisa zake, au utakuwa unamiliki angalau hisa 50,000 katika kampuni hiyo ambayo wewe umechagua kuiwekeza. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ambayo Warren Buffett ametufundisha ni kwamba
hauhitaji kuwa na maarifa ya masuala ya fedha kuwa mwekezaji nguli au mwekezaji mkubwa. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo tunaliona kwa Warren Buffett ni kanuni yake inaitwa anza mapema. Anza mapema, start early. Warren Buffett alianza uwekezaji akiwa na umri wa miaka 11. Sasa ukiangalia miaka 11 leo nafikiri ni mwanafunzi wa darasa la 4. Mwanafunzi wa Tanzania ni mwanafunzi wa darasa la 4. Kumbe sasa kuna uwezo wa kuyachukua maarifa haya tukawajenga watoto wetu kuanzia miaka 10 na kuendelea, na tukaanza kuwapandikizia haya mawazo ya kiuwekezaji, na siku moja wakawa ni wawekezaji wakubwa hapa duniani. Warren Buffett anasema kanuni yake anza mapema. Yeye alianza akiwa na miaka 11. Kwa hiyo kwa kanuni hiyo tunaamini kwamba basi watu wote wenye miaka 10 na kuendelea wanapaswa sasa kuwa katika ulimwengu wa uwekezaji. Ni jambo la ajabu kwamba utashangaa mtu anakwenda mpaka anamaliza chuo kikuu hajui chochote kuhusu uwekezaji. Mtu anaajiriwa mpaka anastaafu hajui chochote kuhusu uwekezaji. Mtu anakwenda mpaka anakufa, anaondoka hapa duniani anakufa hajui chochote kuhusu uwekezaji. Hiyo ni dalili ya umaskini. Kama wewe ni miongoni mwa hao, lazima ufanye hatua za kimkakati za kuondoka katika jambo hili, kwa sababu katika maisha haya moja ya jambo ambalo lazima uwe na ufahamu nalo na uelewa nalo ni masuala ya elimu, maarifa kuhusu uwekezaji. Bwana Warren Buffett anatufundisha tuanze mapema kuwekeza. Kwa hiyo natoa wito kwa wanafunzi wote wa shule za msingi kuanzia darasa la 4 na kuendelea. Nenda kakaa na mama, kana mama, kana baba, kana mjomba, kana kaka. Muulize hivi hisa ni nini? Hili ni swali ambalo linapaswa kila mtu mwenye miaka 10 na kuendelea anapaswa kumuuliza mtu mwingine. Hivi hisa ni nini? Hisa zinamsaidiaje mtu kuwa na uchumi wa uhakika? Kwa hiyo kanuni namba 2 ya Warren Buffett ni anza mapema. Anza mapema. Kanuni namba 3 ambayo Warren Buffett aliitumia ni kwamba usisubiri kuwa na mtaji mkubwa, anza na mtaji mdogo. Sio lazima uwe na mamilioni ya pesa. Of course huku nyuma tumekuwa tukizoea watu wakisema wawekezaji, maana unajua neno wawekezaji lilitoka sana, lilikuja sana kutumika wakati wazungu wanaanza kuja kumiliki ardhi Tanzania na kufanya miradi mikubwa, ndio tukawa tumepata sana msamiati wa neno mwekezaji. Lakini kwa tafasiri ya kawaida kabisa, mwekezaji ni mtu yeyote ambaye anaweza kumiliki kuanzia hisa moja kwenye kampuni. Yaani kama unaweza kumiliki angalau hisa moja kwenye kampuni, tayari wewe tunaanza kukupeleka kwenye dunia ya uwekezaji na tunaanza kukupa hadhi ya kuitwa mwekezaji. Kwa hiyo kwa sheria za Tanzania unahitaji kuwa angalau na hisa 10 tu kutambulika kama mwekezaji. Na kwa sababu hiyo tunasema usisubiri kuwa na mamilioni ya pesa ili kuanza uwekezaji. Sisi hapa tumeweka kanuni kwamba angalau ukiwa unaweza kununua hisa moja ambayo ni shilingi 1000 kwa sasa, shilingi 1000 kwa sasa, tayari wewe tunaanza kukuleta kwenye ulimwengu wa uwekezaji na tunaanza kukujenga kama mwekezaji. Na tunaweza tukaamini kwamba kama Warren Buffett alianza kwa kununua hisa 3, basi kama na wewe una uwezo wa kununua angalau hisa 10 ndani ya mwezi, hisa 20, hisa 30, hisa 50, tunaona kwamba utakuwa umepiga hatua kubwa katika kuzingatia kanuni hizi za mwalimu wetu wa uwekezaji Bwana Warren Buffett. Lakini kanuni namba 4 ya Warren Buffett ni kanuni ya miliki kampuni. Unaponunua hisa za kampuni, si tu kwamba unapewa karatasi inayosema wewe ni mwekezaji au wewe ni mmiliki wa kampuni. Unapokuwa umenunua hisa za kampuni, wewe unakuwa ni mmiliki wa kampuni. Lazima ubebe ile hadhi, ubebe ile nafasi kama mmiliki wa kampuni. Kama ambavyo ungeweza kuchukua laki zako 1 au laki 2 au laki 5, ukaanza mchakato wa kusajili biashara, ukakata leseni, ukapata vibali vya serikali, tini, ukafungua benki akaunti, ukaanza kununua malighafi na bidhaa, ukatengeneza bidhaa, ukaanza kuuza, ukapata wateja, ukamiliki ofisi. Sasa lazima uelewe kwamba unapomiliki hisa unanunua sehemu ya kampuni ambayo tayari imeshaanza, kwamba huu mchakato mwingine wote umekwisha kumalizika na wewe unakwenda kwenye nafasi ya mwisho tu ya kumiliki sehemu ya ile kampuni. Kwa hiyo Warren Buffett anasema unaponunua hisa, yani uelewe kwamba unanunua kampuni, unanunua sehemu ya kampuni. Kwa hiyo utengeneze kwenye akili yako kwamba ninaweka hapa pesa zangu kuinunua hii kampuni. Kama vile ambavyo unakwenda kwenye nyumba kubwa ina vyumba vingi, alafu unasema unanunua chumba kimoja katika vile vyumba vingi.
pale unakwenda kukimiliki kile chumba, kinakuwa ni mali yako, na utakapokuwa umenunua hisa zile zitakuwa ni mali yako milele mpaka siku utakapoamua kuziuza kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tunasema kwa kanuni namba 4 ya Warren Buffett, unapokuwa unawekeza, beba ile nafasi ya mmiliki wa kampuni. Usikae kwenye kampuni kama mtu aliyepewa lifti, kama mtu ambaye wakati wowote anaweza akaondoka. Kaa kwenye kampuni kama sehemu ya wamiliki wa kampuni, kama mmoja wa watu wanaomiliki ile kampuni. Kanuni ya miliki kampuni, unaponunua hisa unamiliki kampuni. Lakini bwana Lupembe, kanuni nyingine ya bwana Warren Buffett ni kanuni ya vumilia, kwamba unapokuwa unawekeza, wekeza ukiwa na malengo ya muda mrefu. Watu wengi wameshindwa kupata manufaa ya uwekezaji kwa sababu wanapowekeza wanawekeza kwa kubahatisha. Yaani ni kama watu wanaofanya betting. Yaani mtu anawekeza anakuuliza, nikiweka shilingi 100,000 kila mwezi nitakuwa napata shilingi ngapi? Nikiweka shilingi zangu 50,000 kwa siku nitakuwa napata shilingi ngapi? Ukienda na mawazo yako kwenye uwekezaji utabaki maskini. Hautafanya kitu cha maana. Maana utakuwa unaongelea kupata manufaa ya muda mfupi. Warren Buffett anatufundisha kama unataka kujenga kuwa mwekezaji mkubwa na unataka kujenga faida kubwa kutoka kwenye uwekezaji, wekeza ukiwa na malengo ya muda mrefu. Uvumilivu ni kitu kikubwa sana. Na hii kanuni ya uvumilivu bwana Buffett alipataje? Aliponunua zile hisa 3, baada ya miezi 3 zikawa zimeshuka bei. Ziliposhuka bei, bwana Buffett akaona kama atapata hasara, akaamua kuziuza. Baadaye, baada ya muda mfupi, zile hisa tena zikapanda karibia mara 2 zaidi ya pale zilipokuwa zimefika, zikazaa faida kubwa zaidi. Sasa akagundua kwamba kumbe kama nataka kuwa mwekezaji ni vizuri niwe na utulivu, niwe na uvumilivu. Sio nanunua leo nikiona imeanza kushuka tu nataka kuuza. Hapo hautapata manufaa ya uwekezaji. Utakuwa unaishi maisha ya kubahatisha. Sasa sababu unakimbizana na hisa zinapanda zinashuka. Utajikuta sasa na wewe unakuwa ni mtu wa kupanda na kushuka. Kwa hiyo bwana Buffett anatufundisha, unataka kuwa mwekezaji mkubwa, unataka kupata manufaa makubwa kutoka kwenye uwekezaji, lazima uhakikishe unawekeza katika namna ya kuwa na malengo ya muda mrefu. Hiyo ni kanuni namba 4. Kanuni namba 5. Namba 6 anatufundisha bwana Buffett anatufundisha kwamba unapowekeza kwa malengo ya muda mrefu, faida kubwa sana kwenye uwekezaji iko kwenye muda. Kwa hiyo unapokuwa umenunua hisa zako kwenye kampuni fulani, hakikisha kwamba unaangalia faida inayotokana na muda. Of course hii inaungana na ile kanuni ya kwanza ya anza mapema. Hisa zina tabia ya kupanda bei kadri muda unavyokwenda. Nilikuwa naangalia hapa kwa mfano kampuni moja inaitwa Meta Platforms ambazo zamani ilikuwa Facebook. Hawa jamaa wakati wanaanza hisa yao iliuzwa $38. Leo tunavyoongea hisa hiyo ya Meta Platform inauzwa $700 karibia 40. Maana yake ni kwamba kwa sababu ya muda hisa yako imejipa thamani yenyewe. Sasa ukiwa ni mtu ambaye unaweka unatoa, ukweli ni kwamba hizi faida ambazo zinatokana na muda, tunaita value for money, value for money ya hisa zako hautaipata kwa sababu utakuwa haujazingatia kanuni ya muda. Kwa hiyo bwana Buffett anatufundisha kwamba ili tuweze kupata manufaa makubwa yanayotokana na uwekezaji, hasa uwekezaji kwa njia ya hisa, swala la kuwekeza kwa kuzingatia faida ya muda ni swala la muhimu sana, kwa sababu hisa ni long term. Katika malengo ya muda mrefu, hisa ina tabia ya kupanda thamani. Itaanza kwa bei ndogo, shilingi 1,000, 5,000, 20,000, 50,000, 70,000, laki, laki mbili. Unaweza ukashangaa siku moja hisa ya kampuni yako ikauzwa shilingi 500,000, na hii inakupa faida kwa sababu ya muda. Ni mara chache sana kukuta kwamba hisa ndani ya muda mfupi tu imekupa faida kubwa, lakini ukiwekeza kwa malengo ya muda mrefu, hisa itakupa faida. Kwa hiyo hizi kanuni 6 bwana Buffett ametufundisha. Ninaamini wanafunzi mnaofuatilia masuala ya uwekezaji, mkizizingatia hizi, wote tunakwenda kuwajenga kuwa wawekezaji wakubwa. Asante sana. Naam, ni CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi wa Hyper PLC, kama ambavyo alikuwa akishuka hapa nondo 6 za bwana Warren Buffett, mwekezaji nguli kweli kwenye masuala haya ya uwekezaji kama ambavyo amekuambia hapa. Bila shaka haya ukiyazingatia, mtazamaji ambaye unatazama hivi sasa, ni matumaini yetu kwamba utafanikiwa kwa ukubwa kweli kwenye masuala haya
ya uwekezaji. Boniface Ndengo, mimi nikushukuru sana kwa namna ambavyo umetoa elimu kubwa kweli kuhusiana na bwana huyu Warren Buffett. Asante sana. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, nikukaribishe tu kwenye kipindi kijacho, na lakini pia kwa sasa nikuache tu na swali hili ambalo mara kadhaa nimekuwa nikikuuliza. Mpaka sasa unasubiri nini kufungua akaunti ya Hyper ili uweze kuwa mwekezaji mkubwa kweli? Mimi tayari Mpembe, kama ambavyo alikuwa anasema hapa Boniface Ndengo, tayari nimeshafungua akaunti yangu na hivi sasa hivi karibuni nakwenda kuanza uwekezaji ili wakati sasa tunapokuwa kama akina Warren Buffett, basi uweze kujifunza pia kupitia sisi ambao tumeanza na mfumo huu. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Elia Jackson Lupembe. Bye bye. Uwekezaji, masoko na ubunifu. Hyper, tupo kazini.